nayajua majukumu yangu kwa mume wangu. Si unanielewa Bwana Mzome Samu yangu mpaka kunifuata mimi hajakosea. Kuna alivyoviona kwangu naweza, ndio mpaka leo kaja kulivunja goti kuhalalisha ndoa nikawa mke halali wa Bwana Mzome. Si unaelewa? Swadakta dada. Yaani unachonena kimo. Alafu kingine sasa, siogopi dudu wala mende. Mimi na wewe ni ligi moja, kasoro timu tofauti. Moja? Unajimudu? One. Paka mbwa asubuhi saa 12. Huyu baba mbona kiboko? Kashindikana huyu baba jamani. Sasa hapo mama mwenye nyumba, samahani nikukatishe. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji msaada gani nani kutoka kwetu sisi? Hapo nikae vizuri. Hapo nilipokuwa napataka mimi wadogo zangu. Msaada ninaotaka mimi, yani mimi nataka nyinyi wote wawili na mimi hapa letu liwili moja. Yani yule bibi atakavyoingia, najua tengena matashtiti, maana mimi najua wakewenza wanasahau kama chungu huwa kitamu kuliko friji. Yani nataka ile mimi na nyinyi letu liwili moja. Yani atakavyokuja tunamwacha na mmewe. Sisi tunabaki watu watatu. Alafu kitu ambacho ninachokitaka leo, msaada wenu. Siku ya leo atakavyokanyaga tuwe na matashtiti. Tumbuke mke mwenza. Usijali dada kwa hilo. Kwa mimi ninaopenda shughuli, hapa jambo limefika. Nalivalia njuga kama la kwangu, au unasemaje? Kabisa haswa. Yani mdogo wangu bora hata ulivyorudi. Maana ulivyokuwa umetoka humu ndani kulikuwa kunanuka jasho. Keina mimi alinitenga kama kidole gumba. Lakini sasa yote hayo tuyaache. Waswahili wanakuambia funika kombe mwana haramu apite. Umerudi, najua utakuwa Bennett na shoga yako. Na mimi mwenye nyumba, ila sasa sitaki niki kwenye mama mwenye nyumba. Nataka nicheze kama dada. Tupo pamoja na ninavyopenda shughuli. Tupo pamoja hapa. Wala simoki. Yani mbona sawa chenyewe? Mambo yenyewe. Wala Mzome.
Baba, inatosha. Maana hapa nipo nimecheza mpaka jasho la hapa linanining'inia. Si haba, mashallah. Nimejua kulitikiseli bodi kwa ajili ya kumpokea mke mwenza. Sikiliza nikwambieni jamani, najua hapa wapambe mmekaa macho mmeyatumbua kama tunguja. Msicho kifahamu, naongea na wewe Chawa. Mwenye kofia kaa unapokea hela za Isa. Hii shughuli ya mume wangu kuja kuniolea mkewe, naijua A to Z. Msicho kijua, bwana Mzome, mzee wa sukari robo, hawezi kufanya kitu chochote pasi kumwambia mkewe. Yaani mimi ndio ubavu wake wa kushoto. Kwa hiyo hii ndoa ninayo, naijua, na ndio maana nimeipokea. Sasa mke mwenzangu, kama ukija na meno kama ngili, na mimi ninakupokea hivyo hivyo. La, ukija kibubububu, na mimi ninauweza. Sijui umenielewa? Waswahili nakwambia humo tu. Tambulini mgeni akampokea mwenyeji. Karibu kwenye mkutano, na hapa ndo kilinge chenyewe. Jambo tunalo hatuna. Mume tunaye na tunatamba naye. Bi mkubwa, kama ulivyonipokea na mimi nasema asante. Lakini kama unaliweza la usiku, basi mwenzio mimi hata la mchana pia naliweza. Wewe! Yaani nasemaje? Siogopi dudu wala mende. Mume ni naye na ninatamba naye. Bwana Mzome, unanijua mkeo eh? Ndio. Unaniofia mkeo eh? Na imani unanijua. A to Z. Yaani mimi ndo kubwa la wanawe. Mlezi wa wana. Sikia nikwambie wewe. Mimi waga siongei na mbwa. Naongea na huyo mfuga mbwa. Maana kama ameweza kukumiliki mbwa wewe, basi hata mimi mbwa mimi ananimiliki. Sasa sikia nikwambie, naongea na wewe sasa. Leo umeamua kuoa. Nataka uchague. Unaweza kulala double decker au unapiga moja tu moja. Moja moja. Moja moja? Unajimudu? One. Mpaka asubuhi saa 12. Hivi, mke mwenzangu, jina lako unaitwa nani? Mume wangu. Mtajie jina langu. Na kama utashindwa kulitaja, shemeji. Anaitwa Anifa. Anifa utamu. Karibu Anifa utamu. Nimekaribia winji. Pambe tu. Tupe vitu. Tupe mambo.
Sasa vipenzi vyangu habibti, naomba mnisikilize vizuri sana. Kama unavyojua kipenzi changu habibti, cheupe one. Malkia mjengo huu. Kosh kosh. Lakini pia kipenzi changu habibti, anifauta usinisha hamu. Sasa bi mkubwa, wewe ndo malkia wa nyumba hii kama nilivyokuambia mwanzo. Na niseme tu kwamba nimewaita kwenye kikao hiki cha dharura kwa ajili ya utambulisho rasmi kabisa, ili tuendelee kuishi humu ndani kwa amani na furaha katika nyinyi wake zangu wawili. Bi mkubwa, tulishaongea ya mambo mapema sana, muda mrefu, mipango yangu yote unaifahamu vizuri kabisa, si ndio? Nikakwambia kwamba kuna hiki na kile mwanzo mpaka nilipofikia, isipokuwa jambo hili moja tu. Ikaenda siku nikakwambia na kufanya nini? Surprise. Nikasema nakuletea surprise, na surprise yenyewe ndio hii hapa. Anifautamu. Raha kweli kweli, mtu asinisha hamu. Asante. Sasa bi mkubwa bwana. Dada, karibu. Mimi ndo kubwa la maadui, dege niliyokosa mbawa. Karibu kwa Mother House. Unajua nini maana ya Mother House? Karibu kwenye hekalu la Mzome wa Mzome. Au mwanaume kujiita Mangi nipe sukari robo. Karibu kwenye hekalu. Iangalie vizuri. Tena liangalie ili hekalu pande zote za hii nyumba, kuanzia magharibi, mashariki, kusini na kaskazini. Wanawake kama wewe, wasichana kama wewe, wanatamani kuingia humu ndani na wawe malkia. Waitwe malkia, ilo neno litoke kwa mume wangu au mume wetu. Ila sasa wanapata bahati ya kuingia. Kinachowatoa hatukijui mimi na wewe, ila wanaenda kusimulia baada ya kutoka humu ndani. Naona saa hizo umeshaanza kuelewa. Maana kipindi cha mwanzo, kipindi kibeti, ulikuwa unapiga kelele tu, bidha na simu, bidha na nini. Lakini unaona betting size inavyofanya kazi. Mke wangu na sasa unapata hela. Hata mimi pia najiona mwanaume kwa sababu naweza kumhudumia mpenzi wangu. Makata hiyo sukari robo muda mwingine naisa kuna kunyemelea kwa sababu anaona mimi siwezi kuhudumia. Sasa mwambie size na bet na nakula kweli kweli. Na upepo wiki hii. Hapa naomba tu bibi, yani nipate tambi odisi zangu 5. Afu niweke mshindo wa maana. Nikipiga akununulia gari. Hautaki. Yeye ni mpenzi wangu mimi, navuteseka naye maisha, nikatae gari kweli? Mimi nataka. Ya baby, nitakununulia gari. Gari gani unataka? Range Rover. Sema range. Mimi siwezi kuitamka hivyo kama wewe unavyoitamka vizuri. Mke wangu ni mwanamke mzuri sana. Mashallah, Mwenyezi Mungu amekumba kweli kweli. Afu pia najisi mwanaume mwenye bahati kupata, kwa sababu kuna muda hata nisipokuhudumia najisikia vibaya, kwa sababu naona kabisa nakukosa. Wakiala wazee wa kutumia. Kwa hiyo nitahakikisha na beti kwa juhudi sana maana nipate pesa za kutumia nayo. Asante sana mpenzi wangu kunijali. Nikwambie kitu Jordan. Ni katika wanaume ambao niliwekwa na mahusiano nao, siwezi kukufananisha nao hata mtu mmoja. Jordan, umekuwa ni mwanaume tofauti sana kwangu. Nikianza kuelezea sifa zako kwangu
naweza nikajaza kitabu kizima kukusifia tu. Yeah, baby. Mimi sikufiche. Kusema kweli nakupenda sana. Na sipo tayari kuachana nayo kwa chochote kile. Na usije ukajisikia wivu au ukajisikia vibaya kwa yale yaliyopita nyuma. Na hata kipindi natembea na wale ni kuhangaika tu. Usiongelee hao bwana. Basi usinione. Niombe siku nipate hela nishinde mshindo kununulia gari. Sasa dada, kuja Tala Bintibu nyumbani kwangu. Humu ndani naishi mimi pamoja na mume wangu na wapangaji zangu. Sasa dada, uwa mdomo wako naomba uufyati. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Umemaliza? Rahma. Ndo jina langu. Tena mashallah umelita vizuri mtoto wa kike. Naitwa Rahma. My name. Labda nikwambie tu. Ngoma yangu mimi pita moja tu. Si unanielewa? Ikirudi ya pili ujue ni mwiko na haitoweza kujirudia. Nimekalishwa mkoleni. Mkole ule wa kwenda. Yaani naelewa hadi zedi. Halafu mimi najua majukumu yangu kwa mume wangu. Si unanielewa? Bwana Mzome Samu yangu mpaka kunifuata mimi hajakosea. Kuna alivyoviona kwangu naweza, ndio mpaka leo kaja kulivunja goti kuhalalisha ndoa nikawa mke halali wa Bwana Mzome. Si unaelewa? Swadakta dada. Yaani unachonena kimo. Alafu kingine sasa, siogopi dudu wala mende. Mimi na wewe ni rigi moja, kasoro timu tofauti.